Yo, what's up, people? This is Fly High Kenya, or you can call me William Juguna the National. And you know the vibe. The vibe is all about supporting our upcoming artists. I'm talking about the DJs, wanamziki, wanabiashara, you name it, because we got you covered. So leo tutakuwa tunazungumzia mambo ambayo yamekuwa yakitrendi, ambayo yameenea kwenye mtandao na yameibua maswali mingi. So story yenyewe iko hivi. Katika hali isiyokuwa ya kawaida, wakazi wa eneo la Kasese, kaunti ya Uasin Gishu, waligundua kwamba kituo cha polisi kilichokuwa kikifanya kazi kwa miezi 6 hakikuwa halali. Mwanaume anayeitwa Collins Letin, maarufu kama Chepkurei, alianzisha kituo chake cha polisi na kuendesha shughuli zote za kipolisi bila idhini ya huduma ya kitaifa ya polisi NPS. Kituo hicho kilichoko katika Cheras Center karibu na msitu wa Chengaro kwenye barabara ya Resource Kapsabet kilikuwa na rangi rasmi za kipolisi, vyumba vya mahabusu na hata maafisa waliovaa sare za polisi. Hali iliyowafanya wakazi wengi kuamini kuwa ni kituo halali cha polisi. Inasemekana Letin alikitumia kituo hicho kudhibiti biashara haramu ya mbao katika eneo hilo, ikiwakamata wale waliokuwa na mbao zisizo na vibali kutoka msitu wa Sengaru. Hata hivyo, mamlaka zilipogundua kuhusu kituo hicho mnamo tarehe 8 Machi 2025, kiliripotiwa katika kituo cha polisi cha Kamuyu nchini ya kumbukumbu rasmi. Hali hii iliwashangaza wengi, wakiwemo viongozi wa eneo hilo kama chifu wa eneo la Ndunguru, ambaye alikiri kutokuwa na habari kuhusu uhalali wa kituo hicho. Kamanda wa polisi wa kaunti ya Uasin Gishu, Benjamin Mwadhi, amethibitisha kwamba uchunguzi unaendelea kubaini jinsi kituo hicho kiliweza kufanya kazi bila kugunduliwa kwa muda mrefu. Idara imeahidi kuwa hatua kali itachukuliwa dhidi ya wahusika ili kuhakikisha kuwa usalama wa wakazi wa eneo hilo unalindwa. Tokeo hili limeibua maswali mengi kuhusu dhidi wa vyombo vya usalama nchini Kenya na jinsi mtu binafsi alivyoanzisha kituo cha polisi kisicho na halali bila mamlaka kugundua. Wakazi wameonyesha wasiwasi mkubwa kuhusu usalama wao, wakihofia kwamba huenda vituo vingine bandia vipo sehemu nyingine za nchi. Je, unadhani tokeo hili linaonyesha uhalifu wa vyombo vya usalama au ni ujanja wa hali ya juu wa mtu binafsi? Maoni yako ni yapi? Usisahau kusubscribe na kucomment na kushare ili usiweze kukosa video ama podcast tunapozipost. But kwa sasa
Kwaheri.